kazi ya wale watu ambao wanatembeza uongo na kudanganya watu. Mimi nimekuja hapa kwa sababu kuna kazi nilipatiwa na wananchi wa Kenya. Na kuna kazi nilipatiwa na wananchi wa Central Kenya. Na hiyo kazi itabainika wazi kama kuna uongo ama kuna ukweli wakati tutaanza hii safari kesho. Kuna mambo mengi nilikubaliana na Wakenya, na kazi hiyo, kazi ya barabara, kazi ya stima, kazi ya kilimo, kazi ya masomo, kazi ya matibabu, na mimi niko na ripoti. Wachana na propaganda, wachana na hadithi, wachana na hekaya za abunuwasi. Niko na ripoti ambaye inaonekana kwa ground kwamba kama kazi hiyo imefanyika ama bado. Good. Soko, utaona kama kuna soko zimejengwa ama bado. Affordable housing ambayo nilisema katika manifesto yangu kama imefanyika ama bado. Good. Wakulima wa kahawa, wakulima wa chai, wakulima wa maziwa watabainisha wazi kama ni uongo tumesema ama tumeyatimiza yale tulikubaliana na wao. Good. Na sasa itakuwa wananchi wenyewe watajiamulia kati ya wale na mimi ni nani anasema uongo. Good. Unarudi katika eneo ambalo miezi 6 na hapo mbeleni ukikuja hapa ulikuwa welcomed na shangwe, vifinjo na nderemo. I hope that is the sequence. Lakini sasa ni hivi watu hawako sure wa kusherehekee. Unafikiria ni nini ambacho kimewasukuma watu ambao walikupenda hadi mahali wako hivi sasa? Wewe unazungumzia mambo ambayo hujaona. Pengine kwa mafikiria yako, sijui mbona tayari umeamua ya kwamba itakuwa tofauti kesho, ama kesho kutwa, ama kesho hiyo ingine. Si ungengojea mpaka ifike huo wakati, alafu sasa useme wakati ule ulikuja ilikuwa hivi, wakati huu umefika imekuwa hivi. Sasa wewe unaongea mambo ya maoni yako ama maoni ya wale ambao wamesema mitandaoni. Na hapana, nasema hivyo kwa sababu katika wiki ambayo imepita nimekuwa nikifuata na nikifanya stories za hii safari yako. Na wale ambao wanakusupport katika eneo hili, mobilization yao imekuwa ni ya kusihi watu wa mlima wa welcome vizuri. Hilo ni jambo ambalo hatuko tunasikia hapo mbeleni. Jambo la William Ruto kuja katika eneo la mlima lilikuwa embraced na furaha, lakini sahi kwa nini wakazi wa mlima waambiwe almost kupigiwa magoti? Let us not answer a hypothetical question. Si mimi niko hapa. Okay. Kwani tutangojea mwaka moja? Si ni kesho. So wacha mambo tuendelee vile tunaendelea. Okay. Wakenya wenyewe watajionea, watu wa mlima wenyewe watajitokeza, watasema yale wanafikiria, na mimi pia niko na majibu ya vile mambo itakavyoendelea, kwa sababu mimi nimekuwa nikitembea mlima Kenya nafikiri sasa miaka 20. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, sio ya masiku, ni urafiki wa miaka. Na hiyo urafiki wa miaka hauwezi kuidadizi kwa miezi michache. So kuna vile mambo inaendeshwa na vile tutaenda mbele pamoja. Mwenzangu kutoka Weru ako na Mheshimiwa Rais, ndio. A better question would be mbona umekawia huo muda wote kuja upande huu wa mlima? Kwa sababu ni kwa sababu kwamba wewe mwenyewe hutarajii kukaribishwa kama vile ungekaribishwa hapo awali, kwa sababu imekuchukua takriban miezi 6 kufika hapa mlima Kenya. Hayo maeneo mengine umeenda kama mara mbili. Mkoa wa Pwani
Western umeenda kama mara 2, Nyanza umeenda, hapa mlima hujafika. Ni kwa sababu wewe mwenyewe unahisi kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kinakuzuia usifike mlimani? You know, these are hypotheses. Nyinyi mnaweka tu From you now. Mimi nataka nikueleze hivi. Nimekuja hapa mlimani baada ya miezi 6. Januari nilienda Northern Kenya. Sikuwa nimeenda Northern Kenya baada ya uchaguzi. Hiyo ni miaka ngapi? Miaka 2. Sijapata kwenda Ukambani karibu mwaka mmoja. Sijapata kwenda Kisii kwa muda mrefu. Lakini niliamua mwaka huu ya kwamba kuanzia Januari, kwa sababu kuna vile nilikuwa nimepanga kazi ya Kenya. Vile unavyoelewa, wakati tumechaguliwa tumekuwa na changamoto nyingi, na ikawa ni lazima nipange vile nitayashughulikia haya mipango. Vile tumekuwa na changamoto ya kiuchumi, tumekuwa na matatizo ya madeni, na ikawa ni lazima nipange vizuri ndio nipunguze changamoto za taifa, na vile vile nipange vile ile manifesto nilikubaliana na wananchi wa Kenya na wakanichagua kwa sababu ya hiyo manifesto. Pia nipangie vile hiyo manifesto nitaitekeleza, kwa sababu najua ya kwamba baada ya miaka 5 kutakuwa na mtihani, na ile mtihani itahusu ile ahadi nilitoa, manifesto nilipatiana kwa wananchi, vile nilisema nitafanya mambo. Wananchi watachukua ile manifesto waangalie nimefikisha wapi kutekeleza ile manifesto, na waniweze kunipatia marks. Lakini wacha nikueleze hivi, kwa haya miaka 2 nimeshughulika na mambo ya kudhibiti uchumi wa Kenya. Wakati nimechukua usukani, ile kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. Kwa sababu ya kazi tumefanya kama serikali, tumepunguza hiyo inflation, saa hii iko 3.5. Wakati nimechukua usukani, wewe unajua vile dona ilikuwa imesonga mbele. Saa hizi tumeidhibiti vizuri, 128, 129. Vile vile tumehakikisha ya kwamba matatizo tulikuwa nayo ya mambo ya mafuta, bei ya unga, mambo haya mengine tumeyashughulikia ndio tuweze kudhibiti uchumi wa Kenya. Na mbali na kudhibiti uchumi wa Kenya, pia ile manifesto nilisema mambo ya wananchi karibu milioni 5 walikuwa katika ile inaitwa CRB. Mimi nilisema katika manifesto yetu tutakuwa na Hustler Fund ambayo, na tutatoa wale wananchi milioni 5 kutoka CRB. Hata tukatoa zaidi ya milioni 5, milioni 7 tukatoa kwa CRB. Leo kuna Hustler Fund Kenya. Nikiongea na wewe, zaidi ya wananchi milioni 4 wanafaidika na Hustler Fund. Nilisema utapata mkopo bila ya wewe kuwa na title deed ama logbook, na leo zaidi ya wananchi milioni 4 wanaendelea na Hustler Fund. Hiyo ni moja nilisema. Nilisema vile vile tutashughulika na mama mboga. Tuhakikisha kwamba anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji. Leo tunajenga soko karibu 240. 87 soko 87 zinajengwa hapa mlimani. Zingine zimeisha kama ile ya Karatina hapa. Ukimuuliza mjumbe wa Madira atakwambia iko tayari. Kesho mimi naenda kuanzisha soko ya milioni 300 pale Nanyuki Town, na soko zingine nyingi na kazi nyingine nyingi. Kwa sababu hiyo ndio nimekueleza ya kwamba imenichukua muda nifike hapa, miezi 6, lakini kuna sehemu zingine imenichukua muda mrefu zaidi. Lakini ya muhimu
Sasa niko hapa na niko na report card, mahali barabara za Mau Mau zimefika, mahali barabara zingine zimefika, ni nini nafanya kuhusu kahawa, ni nini nimefanya kuhusu chai, ni nini nimefanya kuhusu maziwa, ni nini ninafanya kuhusu kuunganisha wananchi na stima, soko, affordable housing na kazi zile zingine zote. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza kwani huna mahali pengine pa kwenda. Mheshimiwa Rais, unajua Mheshimiwa Rais, unajua sababu ya niulize ile swali ni kwa sababu ni kulingana zile kura ambazo ulipata mlimani huku Mount Kenya. Kiwango cha kura ambacho ulipata huku Mount Kenya na vile ulikuwa umezoea kuja awali, hiyo ndio inaleta hili swali lote. Umetaja mambo ya soko, Mheshimiwa Rais. Ulipokuwa Meru Januari 2024, uliwacha umeahidi kwamba soko 9 zitajengwa Meru. Mpaka sasa, Mheshimiwa Rais, ya Maua ndio ilianza just the other day, katikati ya huu mwaka. So ya Kianjai ulisema umeiongezea milioni 100 ikafika milioni 150. Haijaanza. Mheshimiwa Rais, unasema haijaanza? Ulisema hiyo ya Kianjai, unasema haijaanza? Imeanza. Mimi na wewe twende kesho. Twende. Tuone kama imeanza ama bado. Twende mimi na wewe. Ya Kianjai. Ndio. I will challenge you because nilienda Kianjai, nikaambia watu wa Kianjai, hii soko ambaye it is proposed ni ndogo. Mimi nitaenda niwaongezee pesa. Milioni 100. Tunajenga soko ya milioni 250 Kianjai. Na contractor yuko pale. Mimi na wewe tukienda leo. And I want to challenge any media house. Waende waangalie kama inajengwa. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, na soko zingine 9 zinajengwa Meru. Ulisema Nithi Bridge, Mheshimiwa. As I'm talking to you. Yeah. So umesema soko. Nimekueleza. Na sio Meru peke yake. Soko 87 zinajengwa in every part of this mountain. Nimekuambia hii ya hapa Karatina iko tayari. Soko ya mimi naenda kesho, soko ya Naromoro inaendelea kujengwa almost. Swali lenyewe Mheshimiwa ni timelines. Ulitupea siku ngapi? Ulipokuwa Meru ulisema mwisho wa mwaka wa 2024 hizo soko zitakuwa zimeisha. Sasa unaona you are shifting the goalpost. Ulisema I'm not soko haijajengwa. Zingine hazijaanza Mheshimiwa Rais, lakini haijaisha. Sasa wewe bwana tutaongea mambo ya maendeleo, lakini Oscar, kuna kitu ambalo tuharakisha alafu ndio tuingie. Shukran sana Mheshimiwa Rais. Na nitakuomba kwamba nikurejeshe nyuma kidogo kwa lile swali ambalo mwenzangu alikuwa anauliza, lakini kwa njia tofauti. Kuja kwako hapa Mlima Kenya umesema kwamba umekuwa na shughuli za ujenzi wa taifa hapa na pale, lakini bila shaka tumejaribu kuangazia na kufuata kwa karibu maandalizi yako ya kuja hapa yamekuwa na utofauti mkubwa sana ukilinganisha na yalivyokuwa yanafanyika. Kwa mfano, acha nikupe, kumekuwa na mikutano kadha wa kadha ambayo imefanyika, hata mojawapo ilifanyika katika ikulu pale Nairobi, na viongozi ambao wanaonekana ni kana kwamba wanapinga serikali kutoka kwa mlima hawakujumuishwa. Inamaanisha nini? Kunani? Ni nini ambacho kinaendelea hapa mlimani? Unajua wewe ufanye kazi ikulu. Sasa si uniwachie kazi ya ikulu nifanye, ndugu yangu. Na unajua mtu wa kualika watu ikulu ni mimi. Na ukiona ikulu pale, viongozi wengi wanakuja ikulu. Juzi nilikuwa na viongozi wa Meru. Hii wiki peke yake nimeonana na viongozi wa kutoka Western Kenya, wabunge karibu 40 walikuwa pale. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakukuja. Nimekutana na viongozi wa kutoka Lower Eastern hii wiki hii. Sio wote walikuja, kuna wengine hawakuja. Unajua kuja ikulu hakuna lazima, ni kwa mtu kupenda. Na ukishapatia mtu mwaliko na asikuje, huwezi sasa kumwekea lawama. Lakini wacha nikueleze ya kwamba mimi niko mlimani. Na mimi nimekueleza, mimi ndio huyu hapa.
Na hii mlima, vile nimetembea hii mlima, nimetengeneza urafiki na watu wa mlimani hapa, hata ingawaje kuna changamoto nyingi za kitaifa, sijapata nafasi ya kutembea kila mahali vile ningependa. Unaelewa ya kwamba baada ya mambo yaliyofanyika mwaka uliopita, hatukuweza kupitisha finance bill ambayo ilikuwa na mipango mingi ya serikali ya Kenya. Ikabidi mimi nifanye ukarabati ndio mambo yaweze kuendelea Kenya vizuri. Nikapanua serikali ndio tuweze kupata uwezo wa kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nikapangana na watu wengine wengi ili tuweze, kwa sababu mimi mpango yangu ni vile Kenya itafaulu, ni vile manifesto niliowauzia wa Kenya wakanichagua itatekelezeka. Hiyo ndio mpango yangu, na ndio sababu hiyo kazi sasa nimefanyia ukarabati, sasa imeshika laini, uchumi imeshika laini. Kwa sababu uchumi imeshika laini, nimepanga sasa vile affordable housing inaendelea, universal health coverage inaendelea, markets inaendelea, hostels inaendelea, barabara ndio hizo nimekamilisha karibu wiki moja imepita. Zaidi ya bilioni 170 tumepata kutoka market kwa sababu tumechunga uchumi wa Kenya. Sasa barabara za Mau zinaendelea sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, wacha nikueleze. Barabara za Mau tuko na kilomita 560. Kiambu, Murang'a, Nyeri, sehemu kidogo Nyandarua, sehemu kidogo Embu, sehemu kidogo Tharaka Nithi. Hizo barabara kwa ujumla is above 55% zikiendelea. Ile kidogo nimepata matatizo nayo ni barabara ya pale, barabara ambayo inaunganisha Maragwa, Kandara, Kiharu na Kangema. It's about 31 kilometers. Hiyo ndio kidogo iko chini about 5%. Na tayari tumezungumza na contractor pale. So now some of those roads I am going to inspect them because they are going on in my trip. Asante mheshimiwa. Vile acha tu nikueleze. Vile kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa county hii. Vile nilienda China mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hiyo shilingi bilioni 36 nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa mlimani. Hapa Nyeri hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa river pale, hiyo kilomita karibu 45 inaunganisha Mukuruweni na Tetu. Nimeweka Nyandarua barabara mbili, barabara ya kutoka Ndaragwa kwenda Kanyagia mpaka Subuku, almost 50 kilometers. Saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale anaitwa George Gashagwa atakwambia hiyo barabara inaendelea. Nimeweka 44 kilometers pia barabara pale Nyandarua ambayo saa hizi inaendelea. Tumeweka kilomita 90 kilometers barabara za Kiambu between Kabete, Kiambaa and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI, hiyo barabara saa hizi almost another 50 kilometers inaendelea as I talk to you. Kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo. So another 400 kilometers mbali na 560 ya Mau, barabara zingine 400 kilometers hapa mlimani. Almost a total of 1,000 kilometers ya barabara inajengwa hapa mlimani. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this state house hapa Katonganga,
Tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa, napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, wa Munyoro hapa mahali huyo mtu anasema ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tunaomba kwamba anyway, tuachane na hiyo story. Haya, tuendelee. Labda ningeuliza samahani, tulikuwa tunataka kuingia kidogo. Umeguza wa Munyoro na wa Munyoro, hiyo ndio mambo ambayo sasa tunataka kuuliza hapo. Sasa ndo umeguza mlima. Wakati ulikuwa hapa na watu walikupenda sana, ulimchagua Bwana Rigathi Gachagua akawa naibu wako, mkaingia katika uongozi. Sasa wakati tukiendelea na kazi, tukaona sijui ni jambo lipi ambalo lilikupa msukumo ama ni lipi lililosababisha akang'atuliwa kutoka kwa kiti cha unaibu wa rais. Ni jambo ambalo lilikera watu wengi sana wa mlima, sababu walisema umemng'atua mtu wetu, na hata ukawaletea bwana profesa na wakasema sisi mtu wetu alikuwa Rigathi. Ni jambo lipi ambalo lilisukuma kabisa Rigathi akang'atuliwa kutoka kitini cha unaibu? Hiyo ni swali ambayo itajibiwa na watu wengi, kwa sababu wenye kumtoa Rigathi ofisini, mimi hakuna mahali nimeweka sahihi atolewe. Sheria ilifuatwa, lakini wacha nijibu. Wenye kumtoa wakamtoa, si ndio? Lakini nataka nikurudishe nyuma kidogo. Kabisa. Mimi ndio nimenominate Rigathi Gachagua, si ndio? Hakupigiwa kura ati ndio mimi ni nominate. I nominated him kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 148 inasema rais ndiye ana nominate, si ndio? Mimi ndio nimemnominate na nimemnominate kwa kura yangu moja, si ndio? Na mimi nataka nikueleze, hata wakati mimi nimemnominate Bwana Gachagua, niliuliza, kwa sababu nilikuwa na wabunge wengi, viongozi wa kutoka mlimani, tuliketi chini na wao, nikawaambia jameni, mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10, nimefanya kazi kabla ya hiyo, nimekuwa rafiki ya watu wa mlimani na wameniamini, wanataka kunipatia kura zao. Nataka nyinyi kama viongozi wa kutoka mlimani, wa bunge wa sasa, munisaidie mmoja wenu ama mmoja wa viongozi wa kutoka mlima awe naibu wangu wakati tunaenda kwa uchaguzi. Nasikia Nyokabi? Nasikia. So nikawaachia nafasi, nikamwambia haya, munipatie mtu. Wakazungumza pale kwa ofisi yangu Karen pale nikiwa naibu wa rais, karibu mpaka saa 10 toka asubuhi. Mwisho wakaniambia tumeshindwa. So tufanye namna gani? Nikamwambia hapana, mweze kushindwa. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Wakapiga kura. Nasikia? Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Unasikia? Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasuate, nikawaambia sikizeni, mimi nalaumiwa mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi wachanga, viongozi vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo wadogo, na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Nikamwambia ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Wakaniambia wewe ndio kuamua. Sawa, mimi nikaamua, tukaenda pamoja na ndugu yangu Rigathi. Hiyo ilikuwa ni miezi 3 kabla ya uchaguzi, si ndivyo? Baada ya uchaguzi
si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida, kesi, kila siku kwa kesi. Itumbi amesema, sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharo, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro, tumeketi chini, kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya, bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi, mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa, ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia, hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Si umeniuliza swali kabisa. So nikamwambia, tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa wabunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema, Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay, kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia vita mwenyewe ameanzisha na wabunge. Ya tatu, naibu wa rais kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself, kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, manifesto tumeandika housing, manifesto tumeandika universal health coverage, manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu, manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti. Mheshimiwa Rais. Just wait, manifesto si gazeti. Nikamwambia, we made a commitment to the people of Kenya on housing, on universal health coverage, on making sure that we have a proper CBC model. Sasa kama huwezi kutetea, kama huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka, hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government? Wacha nimalizie. So I just want you to understand, because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So
wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa, unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii. Nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, nikupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge. Kawaambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikawaambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na tukuulizi, atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Mheshimiwa Rais. So, I mean, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Sababu, wacha niwaambie. Kenya hii tuko na mambo ya viongozi. Lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na si itaamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange. You know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi. Amefanya, hajafanya. Kama amefanya, watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya, they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tuzishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya Bwana President kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi watatuamua. Mheshimiwa, hata hivyo labda kuna maswali ambayo tunaweza kuwa nayo ambayo itasaidia pia kuweka uwazi mambo yalivyofanyika, na utaniruhusu kwamba nirejelee lile jambo ambalo umesema vile ambavyo mambo yalienda pale Karen wakati ambapo ulikuwa wakati ambapo Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rais, naomba tu nikuulize. Tuko na masaa dakika moja tu. Na hatuwezi kushinda tukiongea mambo ya viongozi. Naomba tu Mheshimiwa, dakika moja tu. Mambo ya raia. Watu wa Mlima wanangoja kujua
huyu mtu tulimuajiri, tukampatia kazi, barabara amefikisha wapi? Sitima amefikisha wapi? Mambo ya vijana na ajira amefikisha wapi? Lakini pia na hiyo ndio inahusu wananchi mamilioni. Mheshimiwa, pia wanataka kujua kaigwa thiri atia kuliendaje? Si nimewaeleza. Sasa nimewaeleza imetosha. Lakini wacha turejelee hizo. Wacha Kogi. Naomba Kogi. Mheshimiwa. Joki, naomba Kogi alafu Okay. Kogi. Yeah, Your Excellency, my name is Kogi. Kogi From the sema Kogi's kutoka corner. kwa kona. Now, I'm that son who want to brief dad after a busy day from work. Sorry, I didn't hear you. I'm giving an example. I'm that son who want to brief the dad Yes. after a long day of working. Correct. I want to give you and to draw a picture why the people from the region are very hostile and anger. They have a lot of anger. One is the issue of the minimum guarantee return in milk, in coffee and tea. Very good. During your manifesto, that was the key. And I remember when we were doing the economical chapter from each county to county. The other issue is that they feel there is hand of William Ruto inside draining the people from the Mount Kenya. And I just want to highlight a few examples of them. They say there was hand in William Ruto to impeach the Deputy President Rigathi Gachagua. There was hand in committee reorganization, and that is why Dede Nyoro is no longer the chairman of the budget. There was hand of William Ruto, when that is why the former incompetence, as you said, CS Muturi, is not serving as the CS. Yoyote. Then there is this issue about the economic chapters that you held in Kiambu. You promised the people of Kiambu that the first thing that we are going to do, you will make sure that Kiambu have to enjoy the factory of production of broiler chicken. You remember that day. Now Kiambu is the leading in production of milk. They are the leading in coffee. They are leading in matters of pottery and so forth. They feel the promises that you have made to them, none of them has been have been fulfilled. I'm going to answer you. The one, let me highlight few, then I give my rest, the panelists to continue. One of them is the Tharaka-Nithi bridge that you promised within 100 days, you are going to make sure that the bridge is done. There is the Rorengo Stadium, the famous Rorengo Stadium. It is still in the structure as it was there before. There is this Mau Mau Road. Apart from some few constituencies, the others, they remain stored projects. They are asking, the project that Uhuru left through when he was the president, they are still there. They claim you are coming to relaunch again. The same project, the same you did last time. So they are here wondering, what is this president want to bring us back? That is why I have diverted from the real issue of impeachment so that we can discuss the policy. They also feel that even the broad-based... Sasa ukiuliza mingi, sasa nitajibu gani? So siulize kidogo, nijibu alafu ulize ingine. Nimalizie na hii moja. The issue about the broad-based government. Yes. They feel even the deputy president that we have, Kithure Kindiki, is on the road because those people who have joined the government, they are claiming everything in the government, starting from the position from the committee. All the people who are associated with a deputy president, they no longer serve in any of the committee. So they even feel that the deputy president is sitting on bonus. Akojia ya kuenda. Maybe if you can answer that, I'll come there after the discussion. Umesema mingi, sasa sijui nitakujibu gani. Anyway, wacha tuanze na ile ya muhimu. Umesema mambo ya guaranteed minimum return. Si ndio? Yes. Tulikubaliana na wakulima ya kwamba wa maziwa, tuanze na wa maziwa. Na mimi nataka ukiwa na nafasi uliza Bwana Kamiro ambaye ni chairman wetu wa KCC. Wakati tumeingia ofisini, maziwa ilikuwa inauza 35 shillings per kilo. Tulisema we are going to make sure that tutainua bei ya maziwa. Today as I talk to you, maziwa ni 50 shillings. That is the guaranteed price we have given to farmers. Mimi nimeweka pesa ya serikali katika hiyo mpango ya maziwa. Today every farmer, in fact nilisema ya kwamba sio 50 alafu ikatwe. In fact it is 53 shillings alafu 50 inaenda kwa mkulima, 3 shillings inaenda kwa wale watu wengine transport na nini na nini na nini na nini.
I want you to check with farmers, whether it is Nyahururu, whether it is Nakuru, wherever it is, whether they are being paid 50 shillings or not. That is number one. Number two, kahawa. Nilipromise watu wa Kenya, wakiwemo watu wa mlima, ya kwamba nitafukuza cartels, ya kwamba hii kahawa tutainua bei yake, tutaondoa wale wakora ambao wamekuwa wakihujumu kilimo ya kahawa. What did we do? Nilichukua reforms ya kahawa nikalete kwa office of the president, tukaseparate millers, tukaseparate brokers, na tukahakikisha kwamba kila mtu ako na leseni moja. Pia nikatransfer, nikasema hii Nairobi Coffee Exchange tukalete watu wa CMA into the equation. Ile kahawa ilikuwa inalipwa baada ya miezi 6, leo inalipwa baada ya siku 5 to the cooperatives. Mpango yangu by June this year haitakuwa inalipwa kwa cooperative, itakuwa inalipwa kwa mkulima in 5 days. Leo nikiongea na wewe Kogi, bei ya kahawa, uliza mkulima yeyote, ile ilikuwa 40 shillings, 50 shillings. Leo average price ya kahawa Kenya, because of what I have done in the last 1.5 years, bei ya kahawa leo is on average 110. Kuna factories na cooperatives zinalipa 130, 140, in fact 147 in some of them. That is the commitment I made. Number 3, kwa mambo ya chai. Niliwaambia ya kwamba hii mambo ya chai, we are going to do something about it. Today, uliza watu wa KTDA, Mudhaura na Bwana Kirundi ambaye ni chairman wa KTDA. Nimetoa pesa ya serikali kusaidia KTDA kuhakikisha kwamba number 1, bei ya mbolea tunaipunguza chini. Walikuwa wananunua 5,000. In fact, when the first year when I came into office, walikuwa wananunua 5,500. Leo uliza mkulima yeyote ya KTDA wanalipa pesa ngapi? 2,500. What has happened? This year, 2024, not 2025, 2024, hiyo imepita. Mapato ya chai kwa sababu ya ile kuongezeka kwa mazao, kwa sababu ya intervention ya kuzalisha ama productivity, tumeongeza from 170 billion mpaka 215 billion as KTDA. Farmers are making more money in tea, farmers are making more money in coffee, farmers are making more money in tea, in milk. So if you want to have an exam with me on what I have done in the agricultural sector, I am ready to have that exam. Let me also, no, wacha tu see, wacha nafasi. Your Excellency, can I do a follow-up on tea? On tea, because it's key to our region. On tea, a follow-up on tea. Yes. Ndio mazao imekuwa juu, lakini mapato huenda yakakuwa chini kwa sababu tumepoteza soko la muhimu Sudan. Na imekuwa ni kwa sababu wewe umeruhusu mrengo wa waasi kuanzisha serikali hapa Nairobi. Wewe kwanza unasema hiyo unasema ya chai ya kuuza Sudan. Yes. By the way, we are selling tea to Sudan. Okay. Even after they say they are not buying our tea, the market itself has forced them. We sell tea today to Sudan. So there is absolutely no issue about selling of tea. And that is why we are making money in the tea sector. Let me also tell you about the projects. Mheshimiwa, kabla hiyo labda nikuuliza kahawa. Swali moja tu la kahawa. Yes. Nimekusikiza unazungumza na unapeana statistics. Na vile vile pia mimi niko na statistics ambazo ninaweza kukuuliza. Wananchi wanajiuliza kwamba serikali inazungumza kuhusu njia za kutengeneza pesa, lakini ni kana kwamba inakujia hizi pesa zote. Na kwa mfano, unapozungumza kuhusu kahawa, unasema kwamba mkulima hivi sasa ananufaika. Ni kweli, labda ukienda katika cooperatives kadhaa utapata ile bei ambayo umeitaja, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini yale zile pesa ambazo zinakatwa kwa zile pesa zenye wakulima wanapata, kwa mfano
mabroka wanapata kiwango cha hadi 1%. Na kuna vile vile kuna pesa zingine ambazo zinatolewa zile za ile mtambo ya DSS na mambo kama hayo. Wakati sasa serikali inapopanga kwamba bei itaenda juu, lakini pesa ambayo inafika kwa mfuko ya mkulima bado iko chini. Ile bei nimekwambia ndugu yangu Oscar Kimani Ngonjiri, ile bei nimekueleza ya 110, 130, 147 ni pesa ambayo tunamlipa mkulima, sio pesa ambayo ati tunasema ndio ikatwe zile zingine. That is the net that is going to farmers, and the charges for DSS is for purposes of making sure that we have institutions that insulate the farmer from brokers taking advantage of farmers. So we have made that chain absolutely clear. Let me go back to barabara za number one, barabara za Mau Mau. Barabara za Mau Mau ni kilomita 560. Many of them, when I came into office, they were already stalled. That is the correct position. So what I have done over the last 2.5 years is to reorganize the economy, because they were being funded by money from the government. And it took time, and not just Mau Mau roads, roads across Kenya. You know, we had a problem with roads across Kenya. And because of the state of the economy, it had to take me to reorganize the economy so that we can be able to raise resources for us to be able to fund the construction of the roads. I can now confidently tell you that we have raised 170 billion. We're going to raise another 120 billion. So we now have the resources. And you see, wacha nikueleze ndugu. Najua, ukioa bibi, akwambie nitakuzalia mtoto, pengine hawezi kukuzalia the first week, because it's not possible. Lazima ile mambo ilifanyike, alafu tungoje, si ndio? Tungoje, alafu ndio mtoto apatikane. Sasa wewe, sasa sikia, wewe ngoja. Na unajua, hata ukienda shuleni, hata ukienda shuleni, unapatiwa lesson, si ndio? Unafanyishwa kata hapo katikati, alafu kuna siku ya mtihani. Kama ni secondary school, ni after 4 years, si ndio? Sasa nikueleze, si mtihani hii ya Mau Mau nilisema nitamaliza hizi barabara. I want to challenge you. Si unipatie nafasi. Si mtihani iko 2027. Hizi barabara za Mau Mau uniulize siku hiyo, kama kuna barabara ya Mau Mau ambayo haitakuwa imejengwa ama kukamilishwa, kama kutakuwa na barabara hizi zingine zote ambazo nimezianzisha ambazo hazitakuwa sijakamilisha, si wananchi watakuweko? Na kama sijafanya, si wananchi watajua vile watafanya? Lakini sasa unachukua mtihani ya 2027 unaleta hapa 2025. Labda ni sababu unapeana timeline. Sasa exactly. Mahali unasimama sasa hiyo labda pia nipate nafasi kidogo. Nikwambie vile vile. Some of the programs that I had planned. Nasikia? Hapo mwaka uliopita nyinyi mnajua kulitokea kizungumkuti Kenya. Ile mambo yote nilikuwa nimepanga pale kwa finance bill, mambo ya barabara nilikuwa nimeweka hapo, mpango ya kufanya the next thing nimeweka hapo, ikasambaratika. Ikabidi nirudi nyuma, nipange tena. Sasa ile program yote nilikuja tena, nikatumia hii serikali ya broad based, sasa nimepitisha tena kila kitu. Sasa ndio hii sasa mimi niko na nafasi ya kutekeleza ile manifesto nilikuwa nimeongea. Swali la kwanza Mheshimiwa Rais ni wakati unapotoa sijajibu Ruringo. Wacha nijibu Ruringo. Sawa, ni sawa. Wacha nijibu Ruringo. Okay. Huyu bwana ameniambia kuhusu Ruringo. Ruringo tumesumbuka kwa sababu contractor. Ni kweli Ruringo iko na shida. Tulikuwa na contractor. Huyo contractor ametusumbua, ametupeleka kotini. Na unajua kotini I don't have control.
Hakuna mtu ako na control. It is an independent institution. So we just finished the case 2 months ago. Sasa tumemwondoa ule contractor. Na kwa sababu be patient. Na kwa sababu Ruringu tulianza na ile stadium ya Meru ambayo ilikamilika zamani. Tulianza na stadium zingine ambazo zimekamilika zamani. Sasa nimeamurisha ya kwamba hii Ruringu sasa nimeambia watu wa jeshi wakuja wanisaidie kukamilisha hiyo Ruringu. And I am very confident that by the end of this year we will complete Ruringu. Na hiyo kazi mtaona vile itaendelea. Na mimi sina wasiwasi ya kwamba hii kazi nimepatiwa na wananchi kama nitatekeleza ama sitatekeleza. Na unajua nisipotekeleza I know what will happen. So I have no problem. Your Excellency, wacha huyu jamaa alikuwa anasema. Mheshimiwa Rais, niko na maswali mawili. Swali la kwanza ni wakati unapotoa hizo ahadi huwa unapeana timelines. Na mara nyingi hizo timelines zinapitwa. Kwa hivyo watu kuna majina mpaka wamerudi kukubandika. Wamesema unajua kama kuna ahadi na haijatimia, wanaanza kusema uliongea uongo. Sijui kama shida imekuwa nini kimekuwa kikisababisha hii miradi ambayo unaahidi alafu inapitwa na ule wakati ambao umesema, na ndio inaharibu jina nzuri la serikali. Jambo la pili ambalo nilikuwa ninataka uguzie, wakati ulipoguzia juu ya soko, kumekuwa na malalamiko kutoka upande wa Meru kwa sababu ya soko ya miraa. Ningependa pia uguzie kitu kidogo juu ya vile unavyofanya kuhakikisha kwamba wakulima wa miraa wameshughulikiwa kibei. Asante. Mheshimiwa Rais, pia kuongezea ili nisisahau, wacha tu nimjibu and then we'll come to you. 2 things. Mimi ni mtu wa imani. Mimi ni mtu namwamini Mungu. Na unajua kuna watu wanatembea kwa physically seeing. Me, I am a great believer. I'm a man of faith. And I believe what I say will happen. It may delay, but it will happen. Because I know in my heart I have committed myself to do it. And that is why I speak about it. Of course, you know, sometimes because there are intervening issues. Maybe you have put it in the budget and then the budget did not go through, then there is a delay. Maybe you have a contractor and the contractor is not performing the way you would wanted, you had planned. The contractor anakuchelewesha, ama saa zingine procurement inafanyika, alafu watu wengine wanaenda kotini, inachelewesha. But that does not mean that it takes away my word that this is what the government of Kenya has committed to do. What I know is that I have people who have no plan. They have no agenda. So the only thing they do is to find fault. Oh, you know, hii alisema haijafanyika, imechelewa siku 2, imechelewa mwezi moja, imechelewa mwaka moja, imechelewa hii. But my commitment is this. Every commitment I have made, whether it is on Hustler Fund, whether it is on markets, whether it is on affordable housing, whether it is on universal health coverage, whether it is in CBC and university funding, I will make sure that those commitments are kept, because that is how we are going to take Kenya forward. Mira, swala la the Mira issue. The Mira issue, we agreed on 2 aspects. That we are going to make sure that we have, I made a commitment to the Meru people that I will take 1 ambassador from Meru to go and be ambassador in Somalia. I kept that promise. Number 2, I have also worked with the government in Somalia, even with the challenges they have, to make sure that we negotiate a better price. My minister, Mutahi Kagwe, has undertaken that exercise, and now we are in the tail end of making sure that, because the problem is that the market was there, but the price was wrong. So I send minister to negotiate so that we have a price that farmers of Mira can agree to sell.
So we have also negotiated and gazetted a new price for Miraa. So on that issue, we have kept our promise, and we will continue to work with the farmers to make sure that they are not exploited. Thank you so Mheshimiwa, much, a first hand for Miraa. I think this gentleman A first hand for Miraa. Huyu alafu wewe. naomba tu Njoki alafu tuende kwa Wemwa. Okay. Kwa heshima Thank you. kuu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sema Mimi naitwa Njoki. Njoki. Natangaza na redio ya Bukena FM. Karibu sana kwa Mlima. Mimi ni mzaliwa wa Mlima. Nyeri County, Teto Constituency, mahali kunaitwa Kigogoini. Kama utapitia hapo, ingia tu kwa mama yangu atakuchinjia kuku. Sawa, Njoki. na kikombe ya maziwa. Yes. Ningependa kuangazia mambo mawili ama matatu, sana sana tena kuhusu mkulima wa majani chai. Najua umeongea hayo na uko na mipango. Lakini pia ningependa tushughulikie wakulima wa majani chai kulingana na kiwango cha ukulima wao. Kuna yule mkulima pia wa chini ambaye production cost yake sana sana huwa inamfinya. Unapata ya kwamba yule mfanyikazi wa kumchunia majani hata anapata pesa mingi kuliko ile yeye anapata ya bonus. Sijui hapo tunaweza fanya nini ndio huyu mkulima mdogo wa majani chai akaweza kutiwa moyo aweze kuendeleza kazi yake. Labda swali ambalo lingine ningependa kuangazia ni katika matembezi yako mlimani, na nimesema tena karibu sana. Wakati ulikuwa naibu wa rais, ulipokelewa sana kwa Mlima kama ulivyosema. Na of course msemo ambao ulikuwa wako wakati huo ni tangatanga na tukaelezewa kwamba mmesikiza ground, na ukweli masikio ilikuwa sawa. Mlisikiza ground na ilikuwa sawa. Sasa tukisikiza ground, sijui iko namna gani. Na tena labda ningejiuliza, na wengine pia wanajiuliza, mbinu ambazo zimetumika kuwakusanya watu pamoja ambao watakuwa wakijitokeza kupokea rais katika Mlima, ni wale ambao ni watu kabisa wanatokea kupokea rais kwa sababu wanapenda vile anafanya, ama wengine wamebaki manyumbani wamekasirika tu, wamebaki na hasira zao lakini hawana la kufanya. Okay. Mambo, umeniuliza maswali mawili, sio Njoki? Ya kwanza, pale katika kilimo ya chai, bado kuna vile tumekubaliana na Mutahi Kagwe. Tumejaribu enhance productivity. Lakini bado kuna sehemu imebakia ambayo sasa tutaenda bunge. Kwanza kuhakikisha kwamba tunafanya value addition more than we are doing at the moment. Tatizo ya chai yetu, hata ingawaje tumepata mapato karibu bilioni 50 zaidi mwaka uliopita, ni kwamba sehemu kubwa ya chai yetu bado inauzwa kwa magunia. Na sasa tumekubaliana na stakeholders, nimeketi chini mwenyewe, na mimi nataka nimshukuru Profesa Kindiki kwa sababu amenisaidia katika shughuli hiyo ya kuketi chini na different stakeholders wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Na sasa tumekubaliana na wao vile tutakavyofanya katika finance bill ambayo inakuja kupunguza mambo ya ushuru kwa packaging material. Tuondoe ushuru kwa ile chai inanunuliwa kutoka kampuni hii mpaka kampuni hii for purposes of value addition ama processing, ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile bei ambayo tunapata ya chai yetu sio tu ile ya wholesale, lakini vile vile Ketepa na chai hizi zingine zote ambazo zinauzwa zikiwa processed, ambayo sasa bei yake ni kama mara 2 mara 3, pia tuweze kuenhance hiyo value addition. Nimekubaliana na watu wa KTDA ya kwamba sisi kama serikali tutawasaidia na shilingi bilioni 1 waweze kutengeneza another processing facility. Hii ya Ketepa iko Kericho. Sasa tutaanzisha ingine Nairobi. Na vile vile tunataka kuchunguza vile tutaanzisha ingine Dongokundu, ndio pale Mombasa. Ndio tuweze kuenhance ile common user facility ya mambo ya processing ya chai, ndio tuweze kuuza value added tea ambaye sasa itatupatia mapato zaidi. Tukifanya hivyo, sasa yule mkulima ambaye umesema, yule mdogo ambaye saa hizi pengine yule ambaye anamsaidia kuchuna chai anapata pesa nyingi kuliko mwenye chai, sasa hapo saa hizi kwa kilo moja
on average tumefikisha karibu shilingi 70. Nia yangu in the next 3-4 years tunataka kuenhance mpaka iwe minimum price ambaye mkulima atapata kwa chai kwa kilo moja ni shilingi 100. That way we will make sure that even the low farmers who have low acreage pia wanapata mapato. Mekujibu hiyo. Mambo ya mobilization na wale wana mobilize na wale wanakuwa mobilized, hiyo ni mambo ya siasa. Na hiyo ni mambo ya siasa, itaendelea tu hivyo. Mobilization ni mambo ya siasa, huyu ana mobilize wa kukaribisha rais, wengine kuna wengine wana mobilize watu ya kupiga makelele, hiyo ni mambo ya siasa. Unasema kuna uoga kwamba vikundi zingine ambazo ni huwa wanaogopa ni kama zinaweza inuka kwa sasa. Sasa hiyo ni fitina ya siasa. Unajua hii siasa iko na ukarabati na fitina, mtu akishashindwa anaweka fitina huku na vile, lakini mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya, wakiwemo wananchi wa Mlimani hapa, tunataka tufanye kazi ya maendeleo pamoja. Na hakuna haja ya kusumbuana, kwa sababu uwezo wa kuchagua viongozi iko na wananchi. Na wananchi wenyewe watajiamulia. Wakiona William Ruto amefanya kazi ile walimpatia, anatosha aendelee, watampatia kura. Wakiona wenyewe ya kwamba amezembea kazini, ameshindwa na ile kazi, watamuondoa. Hakuna problem. Niko na swali la mobilization, lakini mheshimiwa, niko na Oscar tulia. Niko na swali la mobilization, lakini kwanza tuende mashariki mwa mlima kwa Wemwaro then kwa Weru. Yes boss. Mheshimiwa Rais, kuna hili swala umelizungumzia la miradi. Ongeza sauti kidogo. Kuna hili swala la miradi umelizungumzia na pia mwenzangu hapa amelizungumzia, lakini swali moja ambalo mkazi wa Embu ameniuliza ni kuulize wewe, ni kuhusiana na ujenzi wa mabwawa matatu ambayo umekuwa ukiyataja na ukasema kwamba utayakamilisha ili mradi yaweze kufaidi mkulima. Mpaka wa sasa mwananchi anauliza hili swala lilisahaulika ama vipi? Swali la pili na la mwisho ni kuhusiana na mageuzi ambayo umefanya katika baraza lako la mawaziri. Ulimtimua Bwana Muturi, ukamteua Bwana Ruku ambaye ni mbunge wa kule Mbeere North. Wananchi wanajiuliza ni lipi ama ni ulipofanya hili jambo, ni kipi ambacho ulitarajia ama ni kipi ambacho ulitarajia kutoka kwa mwananchi, hasa ikizingatiwa kaunti ya Embu ni pahala ambapo kumekuwa na wananchi hawatosheki sana ama kidogo wana ghadhabu na serikali yako? Jambo la kwanza, mabwawa haya ambayo umesema, nafikiri ni Kamomo na zile zingine mbili, ni bado iko katika mpango yetu ya development of dams. Tulibadilisha sheria pale nyuma, tukasema so that we can have more resources to work on dams, tuwe na sheria ambayo tutakuwa na ile water purchase agreement ambayo itatusaidia kupata pesa ya kutengeneza bwawa zaidi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, saa hizi ukiuliza gavana wa Embu, wameshirikiana na waziri Murithi ambaye ni waziri wa mambo ya maji katika mpango ambayo tuko nayo na Africa Development Bank ya karibu bilioni 60 ambayo itatusaidia kusambaza maji sehemu tofauti tofauti za Kenya. Ikiwa ni awamu ya pili ya ile mpango tulifanya ya Embu ambayo ilileta maji Embu Town ambayo ilikuwa ni mpango ya 2.4 billion ambayo tulimaliza 2023. So that is the program on the dams. Kwa mambo ya rafiki yangu Bwana Muturi. Bwana Muturi nilimpatia kazi kama mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi, kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo, nikaona kweli amelemewa na ile kazi, lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him, nikamwambia no, it's okay, fanya tu hii kazi, nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea, so nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi.
nikampatia kazi ya waziri, lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimvuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo What am I supposed to aliyekuwa spika ama aliyekuwa mwanasheria mkuu alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyaafikia wakati alipokuwa ofisini. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza, na jambo la pili, kutokana na yale ambayo yalifanyika around JB Muturi, the former CS, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gachagua, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, miaka 2.5 baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi. Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? Bado yapo mengine. Okay. Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Gachagua, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to JB Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an Attorney General, and it's not even me. Ask any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance, you know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you, that's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the, it is not the end of the road. JB Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ataenda kuhangaika, hapo na kazi nyingi. Hapo na pension anaweza kusonga mbele. Tunaweza labda tuone wakati ambao serikali imetulia na kazi inaendelea, kwa sababu sana sana ya kuhusu kazi, ma-CSs, kazi inabadilika kila siku. Wanasema even before you warm your seat, you are out. Even before you settle, even before you know where the chair is, where everything is, you are just out. Asante Joki. Nataka tushikanishe hayo maswali. Tushikanisha moja sababu you're on record saying that there was a time your CSs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. Yeah. So you have a team. Yes. And you know, you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not.
Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. And let me tell you this. Government is run through collective responsibility. Much as we have a minister for this and a minister for the other, decisions are made collectively as government. So whether you serve in this ministry or you serve in that ministry, it is your responsibility to understand government in its entirety and to work with all colleagues in different aspects. Let me tell you, my dear sister Nyokabi, you know, when you inherit a situation, and you inherit a situation where the economy is not doing well, and you have to do things, you have to cut down on this, you have to cut down on this, you have to stop this project, you have to stop that project, to allow the economy to breathe and to allow the economy to come back. I am now much more confident. And you know, when I tell the people of Kenya that the country was headed to a default, there are countries, you know, I'm not talking from space, there are countries who have defaulted. I don't want to mention countries by name. Kenyans know. Anybody who is interested in public affairs knows there are countries, our neighbors, many countries have defaulted. And when a country defaults, my sister, you are in so much trouble. Nobody wants to lend you nothing. Nobody wants to associate with you. One of the neighbors, I don't want to mention which one, their currency was devalued by 100%. Do you know what that would mean to Kenya if we were to go that direction? Just imagine if the dollar was exchanging at 220 shillings. What kind of a country would we be? You know? So there are real issues that I have had to do to stabilize the economy of Kenya. And I can now confidently say that now that we have stabilized the economy, inflation has come down to 3.5% from 9%. Our exchange rate has stabilized substantially. Our foreign reserves, we're now close to $10 billion. We are now in a much more solid place to undertake the development of our country. And let me tell you, guys, friends, I don't know whether guys is right, friends, let me tell you this. Even in the midst of all these things, people are judging me rather harshly, you know? Even in the midst of all this, there are 200,000 Kenyans, 240 to be exact, ask Alice Wahome, working in our housing program. There are 200,000 Kenyans working, who have benefited from export of labor. In fact, what we've just done is to make Uwezo Fund and Youth Fund be able to finance young people who are getting jobs abroad. Let me also tell you that digital hubs and digital economy and digital jobs are employing 195,000 Kenyans. In the midst of all this, there are real people with real jobs, earning real money, even in the context of what we are doing. And there are real things happening. You know, are we building the markets? Yes. Are we building housing? Yes. Have we tendered for hostels? Yes. Are the roads now ongoing? Yes. Are we doing universal health coverage? I made a commitment that we are going to change the infrastructure of health in Kenya, and we are going to see a different output. Have we stabilized the education of the children of Kenya? Yes. When I came into office, nobody knew what CPC was going to happen. Many parents, they did not know what was going to happen next. We have sorted out the challenges with CBC. I have hired 76,000 teachers in 2 years. It's never been done by any government. We have a new funding model. It was taken to court. The court has now cleared to say it is the right model because it treats children according to the ability of their parents, so that children from poor families can get up to 90% scholarship. And children of William Ruto and the other people who earn more money can be funded less because their parents can afford.
these are the kind of things that were challenges to Kenya. Good. I have sorted them out. Thank you I so have much, sorted Mr. out President. education. I am sorting out health. I'm sorting out housing. I am making sure that the economy is stabilized, and we are moving the country forward. Kenya is not going to default. I can tell you for a fact. Mr. President, thank you. Rais, unajua, mtukufu Rais, Yes, my brother from Weru. yes, my name is Martin. Martin. Yes. Martin. Kuna swali ambalo dadangu hapa ameuliza na hujajibu. Ningeomba Gani ujibu hiyo? tafadhali Gani? kwamba mawaziri unawabadilisha mpaka sasa I reckon 3 times in a ministry, Mheshimiwa Rais, kwa miaka miwili. Sidhani kwamba yule waziri kwamba kama atakuwa ametulia hata kufanya kazi ama utakuwa umempea nafasi ya kufanya kazi. La pili, mtukufu Rais, umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunavyoongea hivi sasa shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think limewacha kubeba miraa. La tatu, nadhani utayakumbuka yote, ni Nithi Bridge. Nithi Bridge mpaka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Mpaka leo Mheshimiwa Rais, hakuna kitu kimefanyika, na watu wanakufa. Real people are dying at Nithi Bridge, Mheshimiwa Rais, like they are really dying there at Nithi Bridge. Okay, wacha nikujibu mambo ya mawaziri. Kila serikali inabadilisha mawaziri. I want you to tell me how many times Kibaki changed ministers. You see, No, Mr. no, President, no, I'm just telling you. You had a chance ya kuchagua mawaziri Umeniuliza wakati maswali. Mheshimiwa, niruhusu nikuulize I maswali. listen to you when you are asking. Why don't you listen to me when I'm answering? You are asking me the Yeah, question. relax. So, Kibaki alibadilisha mawaziri when it was necessary. Uhuru alibadilisha mawaziri when it is necessary. When it is necessary, I will change ministers because it is my prerogative. It is your And prerogative, ultimately, Mr. whatever President. the ministers are doing, ultimately, I will be asked. The buck stops with me, ultimately. Mheshimiwa So Rais, that is why I am going to work with people who ultimately are going to help me answer the final question to the people of Kenya. yes, and That umetuambia is hapa number kwamba wale hao mawaziri wengine walikuwa marafiki zako, but then you had a chance wakati uliondoa cabinet yote, you had a chance ya kuchagua watu ambao labda hutawabadilisha baada ya miezi mitatu Martin, ama miwili. Martin, Naam. kama unaona sijafanya vizuri, Sijasema hujafanya vizuri. No, sasa ni kwamba unawabadilisha Sasa wewe, mpaka kazi- sasa mimi mwanahabari saa ingine hata nashindwa kukumbuka waziri fulani ni wa wizara gani. kazi sasa utakuwa unaanguka mtihani usipojua waziri ni nani. That is your problem. Your problem is to find out who is the minister for whatever. Unanichanganya. Let me just tell you Naam. that kazi ndio mimi niko naye. Nitafanya vile naelewa inapaswa kufanyika. Let me give you an example. Unajua kwa hiki Wamwere, kuna wakati mmoja alienda kumwona Rais Kibaki, kamwambia, bwana Rais, kuna shida hapa, kuna shida hapa, hapa iko shida, hapa iko shida, hapa iko shida, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Kibaki akanyamaza, akamsikiza. Alipomaliza akamwambia Koigi, hiyo maneno yote umesema, siku ukikuwa rais ufanye hivyo vile unataka. Wacha mimi nifanye vile najua. Sitaki kujibu hivyo. Nilikuwa Ushalijibu hivyo. Lakini Mheshimiwa Rais, ya mwisho juu ya Nithi, wacha tuende kwa Nithi Bridge. Huyu jamaa ameniuliza. Niliwaeleza wananchi wa Tharaka Nithi, mahali my deputy anatoka, kwamba hii Nithi Bridge tutaishughulikia. Right? Ukiuliza Kinoti wa Kera, ukiuliza engineer Kungu wa Kenha, kama I have given them the assignment to do it and to figure out
how we are going to work on that bridge. They will tell you there is 2 solutions to that bridge. One will cost us 5 billion shillings, and they have designed how it's going to happen. The other one is going to cost us 50 billion shillings, and they have told us to make a choice between, are we going to do one that is going to cost us 5 billion? Are we going to do another one, or the other one that's going to cost us 50 billion? As to us having a plan on how that is going to be done, we have a plan. Like everything else, because of the nature of the economy, and because we have not been in a position to raise resources to do, just like all the other roads that did not, that were not factored in because there wasn't enough resources. Now we do have resources. We are now going to figure out, as we, like last week, we paid 60 billion shillings for the contractors to go back and do what they have to do. Because now we have stabilized the economy, we've gone to the market, we've raised the resources, and we know what to do. Part of what we are going to do is to make sure that that assignment on Nithi Bridge, which by the way is a concern to me as much as a concern to you, because as you say, real people are continuing to lose lives on that bridge. So unfortunately, Mr. President, it only feels like all we have is the plan. It does not mean not execution. That we have no plan. It doesn't mean that we are not thinking about it. It doesn't mean that we have forgotten about it. I can tell you, if you speak to Kinoti of Kura, if you speak to Kungu of Kenha, they will tell you the plan. Or if you speak to Mbogwa, the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. The Miraa issue, please. The Miraa issue, kwamba tuna wakati mfupi sana ama muda wetu unaelekea kuyoyoma, lakini kuna swali ambalo hatungekuachilia kama haujaelezea Wakenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanasubiri. Okay. Swali lenyewe linahusiana na utekaji nyara hapa nchini. Kumekuwa na visa vya aina hiyo. Umelizungumzia hilo jambo wakati uliopita, lakini bado kuna tetezi, kuna malalamishi. Swala la JB Muturi kuondolewa katika lile katika baraza la mawaziri lilitokana na malalamishi yake kwamba kijana yake aliwahi tekwa nyara. Tungependa tusikie msimamo wako na wa serikali, na pia ukimalizia Mheshimiwa Rais, uhusiano wako na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti Dende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Ni vipi unaonekana kana kwamba haupo na alifanya jitihada kuu sana ili kwamba ukaweze kupata urais? Asante sana. Msimamo wangu unajulikana kuhusu mambo ya utekaji nyara. Pale nyuma kuna wananchi wengi sana walipoteza maisha yao kwa mauaji ya kiholela. Watu wengi walizamishwa pale Yala, wengine waliwekwa Athi River, wengine waliwekwa sijui river gani. Na mimi wakati nimechukua usukani, nimevunja ile genge ya polisi ambayo ilikuwa inatekeleza mambo hayo. Najua ya kwamba kumetokea tetezi za watu waliotekwa nyara. Right? Na nimetoa msimamo wangu kwa polisi, even though they are independent. I took mimi wakati nimechukua usukani, nimeambia polisi, mimi sitawapatia amri. Ndio nikatoa mambo ya budget ya polisi kutoka kwa ofisi ya rais. Nikamwambia Bwana Kanja, IG na watu yako, budget ndio hiyo. Operational independence. Ni nani mtakaye mchunguza, ni nani mtakaye mpeleka kotini, msiniulize. Kwa sababu hiyo ni jukumu yenu as an independent arm of the security. Na nilifanya hivyo ndio matatizo ikitokea isitokee vizingizio ati ofisi ya rais, kwa sababu pale nyuma hata ingawaje IG supposed to be independent, pale nyuma budget ilikuwa inaendeshwa kutoka ofisi ya rais. Nikasema na nilisign the first day in office, ndio sasa Kanja na polisi wawe independent, wafanye kazi yao, na nimewaeleza kinagaubaga msimamo wangu kama rais
na wa serikali ya Kenya, polisi wanahusika na polisi wanaelewa ya kwamba msimamo wangu, msimamo wa serikali ya Kenya, sera, policy, position ya serikali ya Kenya ni kwamba mambo ya utekaji nyara hayataruhusiwa katika serikali hii, na wale wanahusika na huo utekaji nyara, the police must take responsibility and make sure they deal with those either in their ranks or the people who are involved in matters abduction. Mheshimiwa Rais, uko na advantage ya kupata zile ripoti za kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini. Unaposema wale ambao wanahusika ni akina nani? Siwacha nijibu, nikusaidie kujibu. Yeah? So I have been thoroughly clear to the police on what they need to do on matters abduction. And I want to confirm to you that now and going forward, in my administration, matters abduction, matters extrajudicial killing shall not be part of my administration. We have discussed this within government. We have taken a position as cabinet. I have taken position as president, and the police know what they must do and what they cannot do. That is the position. You asked me something else. What was that? Nilikuuliza kuhusiana na uhusiano wako na Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Unajua nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Ndindi Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as the chairman of the committee. I don't know whether he did, and I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9 out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti 3, watu wa Mlima waondoke viti 3, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimng'atua aliyekuwa naibu wako wakati ule, Rigathi Gachagua. Na alafu jambo mimi nataka sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakuambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii hawa kina Kimani Ichung'wah, kina hawa vijana wengine wadogo hapa na wapanga. I have two questions. One question. About capitation. When Kogi, yes. Yes, Kogi. When you came to power, capitation was 22,000 per student. It went down to 11,000. Another thing is about the NEMIS. There are students... No, your facts are very wrong. Why? Your facts are very wrong. Capitation... was 22,000. No, it was in paper. 22,000. It was in paper, 22,000. Yes. But the actual money that went was less than what you're saying. So what we have done is that we have decided to factor in figures that government can support.
because it is not right to tell a university, we are going to give you so much money, or a school, we are going to give you so much money, and then you don't give them. About the NEMIS. Just one about in regard to SHA, because there are so many questions Yes. surrounded by so many issues. Just one word, a Yes. hope to Kenyans, please, Yeah? in regard to SHA. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya, mfumo wa Taifa Care ni mfumo wa maana sana, inasawazisha Wakenya wote. Pale nyuma NHIF ilikuwa ni ya watu wenye uwezo na wenye kazi, sio watu wenye uwezo na wenye kazi peke yao ndio wanakuwa wagonjwa. Wakenya wote wanakuwa wagonjwa, na ndio nikasema hii mpango mpya, hata mama mboga na mtu wa bodaboda na mwenye hana kazi watajumuishwa ndani yake, watakuwa na bima ya afya. Na tumesema kinaga ubaga ya kwamba kila mtu, kwa sababu ni bima, atalipa kulingana na uwezo wake. Yule mwenye uwezo wa kulipa 1,000 atalipa 1,000. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa 300 atalipa 300. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa 100 atalipa 100. Lakini yule kabisa hana uwezo, tutamlipia kama serikali. Ile kitu mimi nataka niwaulize wa Kenya, kila mmoja wetu ajisajili. Ukijisajili ama ukijiandikisha, sasa itafanyiwa utafiti, wewe unatoshana na kulipa pesa ngapi. Na kama imesemekana Martin anatoshana na kulipa 500 kwa sababu ako na mshahara mnono, atalipa 500. Yule mama mboga ambaye alikuwa analipa 500, akifanyiwa hesabu ajulikana anaweza kulipa 200 ama 100, atalipa 100. Yule mwananchi wa kawaida mwenye hana kazi, pengine hata si ana biashara yoyote, ikisemekana analipa shilingi 50 ama shilingi chini ya hiyo, ama ionekane ya kwamba hana uwezo kabisa, tutamlipia kama serikali. What we are saying is that there is no citizen in Kenya who should be left behind, whether they have a job or they don't, whether they have ability or they don't. For the first time in the history of the Republic of Kenya, people who have never gone to hospital and they have never been paid for by government, today they are being paid for. Shukran. Asante sana Mheshimiwa Rais. Shukran kwa muda wako. Asante sana. Ningependa kukupa fursa ya mwisho sasa kuongea na watu wa Mlima, hasa wale ambao wanakungoja kesho. Yes. Ambao wako na uoga kwa sababu ya vile ambavyo waliona mikutano yako ilikuwa inamalizika mjini Nairobi, ambapo magenge yalikuwa yanakuja kuvamia biashara za watu. Unawaahidi nini na mikutano yako wakati unaianzia hapa katika eneo la Mlima, eneo la biashara? Tukimalizia. Kwanza nataka ujue ya kwamba pale Nairobi tulifanya mikutano mingi sana Nairobi, na watu wa Nairobi walichangamkia mikutano hayo. Kulikuwa na visa vya wizi, hapa na pale, kwa sababu Nairobi, unajua vile mambo yalivyo Nairobi, na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika msafara huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani, watu wa Mlima ni watu wa amani, ni watu ambao wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kufanya siasa, tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa, mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini, kunipatia kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna walimu, kuna taratibu ya sawa ya masomo, hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo, kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu, kama ni Mau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe, kwa sababu sasa tuko na tumedhibiti uchumi wa Kenya, na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing,
inaendelea. Mimi nitakuwa Nyeri Town hapa kwa sababu tulianzisha phase 1, tunaendesha phase 2, mambo ya stadium inaendelea. Mimi nitakuwa kule Nyandarua, mambo ya hospitali yao, nitakuwa sehemu tofauti tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa Meru, nitakuwa Maua kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni 300 na mambo yale mengine. Mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali ya Central Kenya, hii Mlima Kenya, kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Shukrani sana Bwana Rais kwa sababu ya kutupa muda wako na kuzungumza pamoja nasi na wote ambao waliotutazama usiku wa leo. Bila shaka kuna wengi ambao wanauliza maswali ya aina mbalimbali, ni kumaanisha kwamba bado kuna kibarua cha kuelezea wananchi ni vipi ambavyo serikali inafanya kazi. Sina shida na kueleza wananchi kwa sababu hiyo ni kazi yangu, kuwaeleza. Kuna social media na propaganda yake, kuna watu wakora na mambo yao, lakini kazi yangu ni kuweka ukweli na kufanya kazi na wananchi. Shukrani sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kutupatia muda wa kuweza kuzungumza pamoja nawe, na kwa niaba ya wanahabari wenza ambao tumekuwa nao na vile vile wale wote ambao walishirikiana kuhakikisha kwamba upeperushaji huu wa kipindi hiki umekufikia kwa njia ambayo ni nzuri. Tunashukuru sana wote, na kwa hivi sasa tutarejesha studioni mbalimbali. Kabla wacha hata mimi nitoe shukrani kwenu. Naam, kwa kunipatia nafasi ya kuongea na watu wa Mlima Kenya kupitia kwa mitandao yenu na kupitia kwa redio na TV zenu. Nawatakia heri, nawatakia baraka. Asanteni sana. Tunashukuru sana na tunakutakia ziara nzuri katika eneo hili la Mlima Kenya, na baada ya hii labda pia kutakuwa na ripoti ya kuwekwa kwa msasa kama Wakenya watakuwa wamefurahia. Sawa. Jina langu ni Kimani Ngunjiri, kwa niaba ya wanahabari wenza tunakutakia usiku mwema. Asante.